ahadi za Mungu kwetu. Ahadi za Mungu kwetu na kutimia kwake. Au ahadi za Mungu kwetu na kutimia kwa ahadi hizo. Unaweza kuandika tu kwa jinsi ambavyo Bwana atakupa neema ya kuandika, kwamba tunataka tukaangalie kwa uchache kidogo kwamba ahadi za Mungu na kutimia kwa hizo ahadi. Maana yake kuna ahadi ambazo Mungu huenda ametuahidi sisi ambao tuko huku ndani, lakini pia tutaangalia zitatimiaje ahadi ya Mungu kwetu sisi na kutimia kwa ahadi hizo. Kwa tukisema ahadi ya Mungu kwetu, maana yake na wewe umo ndani yake. Kwa hiyo tunaangalia hizo ahadi ambazo Mungu ameahidi kwetu na kutimia kwake au kwa hizo ahadi. Ahadi zipo nyingi. Sitapita kusoma ahadi moja baada ya nyingine. Nitasema kwa ujumla wake, kwa sababu hapa kuna watu ambao ni wamepevuka kidogo kiroho. Kwa tunaongeza maarifa. Kwa hapa tunataka tuangalie zile ahadi ambazo Mungu ametuandalia na kutimia kwa zile ahadi kwenye maisha yetu ya kila siku. Amen. Hallelujah. Kuna mambo matatu nataka nikuambie mwanzoni, ili baadaye nikisahau kurudi kwenye huku juu uwe umepata. Cha kwanza, ahadi zote ambazo Mungu ameziahidi kwenye Biblia ni za kweli. Ahadi zote ambazo Mungu aliziahidi kwenye Biblia ni za kweli. Ni za kweli, yani hakuna hata moja ambayo ni ya uongo. Zote ni za kweli. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa la asubuhi nataka ujue kwamba ahadi. Sasa nikisema kwenye Biblia, maana yake kama aliahidi kwenye Biblia, amewaahidi watoto wake, ambao hawa watoto ndio sisi. Na huu mtoto tumeupata kwa kuzaliwa mara ya pili kwa neno la Kristo. Kwa kasa zile ahadi zote ambazo ziliahidiwa kwa watoto wake wa kike na wa kiume, zote ni kweli. Amen. Amen. Ndio maana ukisoma Biblia utakuta baadhi ya majina maandiko yanamuita Yesu na kujua wewe Mungu wa kweli na wa pekee. Wa kweli, yani maana yake ukisema Mungu wa kweli, kuna Mungu wa uongo. Nataka nikwambie kuna ahadi za uongo, lakini nazo kuambia za Mungu zote ni za kweli. Amen. La pili, Mungu kuahidi jambo, hasubiri mazingira yote yakae sawa ndipo ahidi. Narudia. Mungu kuahidi jambo lolote kwako, kwa kanisa, kwa taifa. Mungu kuahidi jambo lolote, hasubiri mazingira yote yakae sawa ndipo ahidi. Mungu kuahidi jambo lolote kwenye maisha yako, huwa hasubiri mpaka mazingira yote yakae sawa ndio ahidi. Kwa lugha nyingine kwamba haangalii mazingira yako ndio akutabirie jambo au akuahidi. Haangalii. Tungezungumza ni kama anaongea kikrezi kwamba hajali. Yuko tayari kutangaza mvua kiangazi kwa sababu ili aitwe Mungu. Anachongangania hapo ni ile jina la Mungu. Ndio maana katika vyote nilivyokuambia, ya kwanza ile neno Mungu, ahadi zote za Mungu, angalia anayeahidi. Na Mungu kuahidi jambo hasubiri mazingira yote. Kwa sababu gani? Ndiye mbabe wa dunia nzima. Haleluya. Akifanya kama miungu mwingine anakosa maxi za kuwa kwenye higher level. Lazima afanye madoido tofauti na miungu mingine. Kwa kama wachawi wakiangusha fimbo zao zikabadilika kuwa nyoka, yeye habadilishi kuwa nyoka tu, inameza na nyoka zao ili awe mjuu kuliko yote. Unanisikia ninachosema? Jambo la tatu, ile kwamba Mungu
ameahidi jambo lolote kwako, ile kwamba Mungu ameahidi jambo lolote kwako, haina maana itatokea tu. Sasa Kiingereza ndio nayo hapa. Sasa nitazungumza hata kama hujui Kiingereza, wewe andika tu kwa Kiswahili hata kilugha. Ninarudia, nataka yani nilichotaka kusema niombe tahadhari kwanza, kwa sababu nimetafuta maana yake kwa Kiswahili, naona kama inawezekana ipo lakini haito